Yes, mambo vipi? Karibu sana katika segmenti ya kimichezo ndani ya channel yako pendwa kabisa ya Mapro TV, sehemu pekee ambayo tunaangazia habari kimkem ambazo zinajiri na bila hiana tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Na leo hii bwana, nipo hapa kukuletea kile ambacho kinaendelea tuseme baada ya kutamatika kwa mchezo wa ligi ya mabingwa barani Africa, CAF Champions League, mchezo uliowakutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco. Nilijaribu kuangalia video kadhaa za baadhi ya wachambuzi, nini wamekiona katika timu ya Yanga na upi ni mwelekeo wa klabu hiyo katika michuano hii ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ikikumbuka kwamba Young Africans wapo katika kundi ambalo ni gumu kiukweli, kwa sababu linawakutanisha majianti wa soka la Kiafrika. Sasa nilipata bahati ya kusikiliza uchambuzi wa watangazaji wa kipindi cha Crown Sports, ambapo nilipata bahati ya kumsikiliza Geoffrey Hans Rafaeli, lakini pia watangazaji wengine ambao wanatangaza katika kipindi hiko, na uchambuzi wao kiujumla unafanana ama una mwelekeo sawa, kwa sababu nimeona kwanza sifa za pekee wamempa kocha wa Young Africans mwalimu Pedro Gonçalves kwa kile ambacho wamekionyesha, kwa sababu ukiangalia mchezo ule wa juzi utagundua kwamba FAR Rabat ni timu yenye ubora, lakini pia ni timu yenye ubora zaidi katika eneo la kati, kwa maana eneo la viungo. Wamekuwa wakitumia ujanja huo kuhakikisha kwamba wanadominate eneo la kati ili kurahisisha mashambulizi ama kurahisisha kazi yao ya kudefend wakati wa mechi. Kwa hiyo sasa kitu pekee alichokifanya mwalimu Pedro Gonçalves ni kuliteka eneo lile na kuhakikisha kwamba wachezaji wanne ambao wanacheza katika eneo la kati wanakuwa wanabadilika mithili ya kinyonga, na ukiangalia hata namna alivyopanga safu ile ya kati ni unagundua kuna nyakati wanakuwa wachezaji wanne kama defensive midfielders, lakini wakati huo huo wawili wanabadilika wanakuwa wanasaidia katika eneo la mashambulizi na wanageuka kuwa attacking midfielders. Kwa hiyo ukiangalia mtu kama Celestin Ekwa alichezeshwa namba 7 mbadala wa Max Nzengeli, wakati Max Nzengeli alihamishiwa pia eneo la upande mwingine. Lakini ukiangalia Mudathir Yahya Bass ambaye alikuwa anacheza kwa nyuma kidogo, alikuwa anatengeneza mazingira ya kukaba, lakini wakati huu anatengeneza mazingira ya kufanya mashambulizi kwa haraka, na ndio ujanja ambao waliutumia na kupata goli la pekee, kwa sababu utaona pasi ambayo Mudathir Yahya aliweza kuitengeneza ambayo inaenda kuzalisha goli ni pasi ambayo imepigwa nyuma kabisa, kipindi ambacho Muda amerudi kama defensive midfielder, lakini wakati huo alitumia ujanja wa kutengeneza nafasi kwa kutumia mpira mrefu, kwa maana alipiga pasi ya ndefu ambayo inaenda kumkuta mchezaji Prince Dube na kuikokota kwa hatua kadhaa kabla ya kuangalia kipa amekaaje, na mwisho wa siku kutengeneza nafasi na kushinda goli. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mechi haikuwa rahisi kama unavyofikiria. Ni mechi ngumu, ni timu ngumu ambayo imekutana nayo, lakini uwezo wa kocha kusoma mchezo ndio umesababisha pia kuweza kupata ushindi wa nyumbani. Na kama tunafahamu kama tarehe 28 Young Africans watakuwa wanaitupa karata yao ya pili dhidi ya JS Kabylie, timu ambayo inapatikana kule nchini Algeria, na kama unavyojua katika mchezo wao wa kwanza Kabylie waliweza kupigwa goli 3-1. Kwa hiyo Young Africans kama watafanikiwa pia kupata ushindi katika mechi hiyo ya ugenini, basi watakuwa wamejihakikishia nafasi ya kusonga mbele, kwa sababu mechi mbili za nyumbani zilizobakia, moja sare, moja wanashinda.